Yes, geithe kama mwiroreri witu okuria guothe uratwirorera ri no muthenya ungi mwega muno Ngai aturathimite na muthenya wa umuthi twina mugeni wa mwanya muno ukiri haha ni mundu wi ngumo muno bururi-ini wa Kenya uria ni prophet kana andu mundungata ya Ngai na muthenya wa umuthi ni tugukorwo tukiaraniria nake no na itamunyitite ugeni ndirenda nyambe nyite muguna wako ugeni ambe amugeithie na atunyitire mugeni witu wa muthenya wa umuthi ugeni. Yes, thank you muno mwirori no toiguo waigua muthenya wa umuthi tukire na nabii Pastor Kanyari kwa umuthi na kiuria giothe koretwo kiririria kumenya kuma kuri we wi thiini wa industry ya Gikuyu tukire haha niguo kuhingo guo wa mbere twambe tumunyite ugeni akorwo akigeithia mwirori. Karibu sana. Thank you sana. Thank you mwirori. Asante sana, God bless you. Na nidake na muno ni tondu wa content creators wamekuja kunitembelea. I'm so happy. Mimi sijawahi ona hivi. Nimeona kweli nimeanza kupendwa. Ni kweli. Na unapendwa cha ukweli. Na comment section nejo ni uguthie through comment na andu ni makwendete muno. Na riu no nyende wambe ndiko hena ndingi mundu urakwira ria mbere na nginya ndakui. No nyende wambe introduce uge we wiyo na ukoragwo ku Okay, majina yangu ni Prophet Victor Kanyari. Wengi wananijua na kuna watu hawanijui. Kanisa yangu inakuaga hapa Kayole Junction Njiro na nimefurahi kwa sababu ya yenyu kuja kunitembelea. Kwa hivyo ningependa kualika watu wote kujeni church. Yeah. Digo kiuga ati wendo ni wongererekete na undu uyu ukite thutha waku gukorwo ri thiini wa ng'enda cia ukinyaniria muno. Hi no twende kumenya thutha waku gukorwo ri thiini wa TikTok, every social media platform. Hihi niki gicenjetie? Mambo mengi yamechange. Mambo mengi yamechange sana. Kutoka niingia TikTok, hata nyinyi mmeingia leo church, mmejionea, mmeona watu wengi sana wamekuja wa TikTok. Hii ni kitu mimi sijai experience. Kutoka niingia TikTok, watu wamejaa huku. Hata hii magari unaona ingine ni ya watu wa TikTok ambao wamekuja kwa sababu ya kuniona katika TikTok. So mimi kwangu kwa social media imenisaidia kuliko TV yenyewe kwa sababu nimeona watu wanakuja because of social media. Yeah. Tundu ni nyuma thiini wa service muthenya wa umuthi ne njiguire kwina andu mekumite different counties guka gukorwo magishiriki thiini wa service. Hihi like makoragwo mokite kwamukira kana watu wengi wanga wanakuja because of healing. Unajua mimi ni prophet. Hiyo ni kitu moja watu hawajajua katika TikTok. Mimi nabebwa na Wakenya kama a prophet, mtu ambaye anaombea watu wanapona, watu wanabarikiwa, wanapata nyota zao za ile kitu ambayo inawasumbua. So watu wanakuja church kutoka Mombasa, Kisumu, Eldoret, wanalala hapa kanisani, alafu tunakuwa na ibada on Sunday. So that's why unaona kuna watu wengi wametoka mbali. Ukoretwo ringi ukihunjia hata kwa ihinda rigana atia uguo? Nimehubiri for 25 years. Now is 25 years now. Nikiwa katika mambo ya kuhubiri. Ungirigithania tene kuhunjia kwa hunjagio tene na riu ta thaa ici uria gugithiete wakorwo riu nginya andu mahunjia nginya nenda-ini toguo akingeria TikTok ri no uge ungienda kuga atia kuhusu change yo ahunjia no ma encourage maigire TikTok tondu ta TikTok ni gukorwo ringi na irumi muno? TikTok sio rahisi, mimi tu ndio naezana naye. Sio rahisi, ni ngumu sana kwa sababu kuna watu watakubeba vibaya, kuna watu watakubeba pengine unaongea na gay, unaongea na homosexuals. Kuna watu hatafurahia hiyo kitu. Na ukilinganisha pia mahubiri ya zamani na saa hizi, zamani ilikuwa rahisi kidogo maana watu wako wamedharau Mungu. Lakini saa hii kuna ugumu sana, lakini I thank God maana we are trying. O thabari ndagaga urito waguo hihi no twende kumenya thiini wa utungata waku wanacemania na mathina tone njiguire ukiuga hihi wanetwo muici wanetwo conman kurumirira ihinda ria 310 kuona area no watiganire nayo na no twende utumenyithie thutha wa gutigana na 310 hihi ministry yako rirwe hana atia? Wakati wa 310 nasema kulikuwa kuzuri kidogo maana nilikuwa napata pesa. Watu walikuwa wanatuma, lakini sasa ni kugumu sana. Lakini we thank God kwa sababu tunaendelea, tunashukuru Mungu. Mungu alishanibariki. Sasa mimi ile kitu nafanya tu ni kusaidia watu. Sana wale wagonjwa, wale wako na shida. Jana uliona tulikuwa tumeenda kwa mama fulani ambaye alikuwa na mashida anaitwa Grace Mokue na saa hizi tunajitayarisha, nimeonesha wakubwa wenyu wagonjwa, niko na thousands and thousands ya wagonjwa ambaye nafaa kwenda kuwatembelea na tukuwasaidia. Na kama dadangu hapa amesema watu wamekuwa wakikuita conman, vitu kama hizo, ni ukweli wewe ni conman? That's a good question. It's a very good question. Kuna watu wananiitaga conman.
Wanaweza sema lakini sijui kama ni shai wa con. Unajua mtu anafaa kusema mimi ni conman kama ni shai mkon. Lakini kusema tu mimi ni conman na pengine sijai kukon. That's wrong. Unatakiwa niwe nimekukon ndio useme kabisa mimi ni conman. Lakini kama sijakukon sio vizuri kunijudge. It's not good. Ni nini ilikuvutia sana kuingia TikTok hata kutoka huko kwa conman? Mimi nilikuwa najaribu. Siku moja nilikuwa hapo nje nikaweka simu on. Kuweka simu on, mimi nikastuka nikaona watu wanaanza kusema Pastor Kanyari hapo chini inaenda comment na nikaona tumefika 2000. Mimi nikafurahia according to me na nikasema nasikianga huku na kuaga na gift, simu ni gift. Mimi nikaona nimeanza kutumiwa gift. Na kuangalia kwa M-Pesa nikaona niko na kama 7,000. Sasa hata mimi singetoka huko. Nikaendelea kungangana ukaa huko. Sasa hiyo ndio mambo ilinivutia. Kwa hivyo Kenya ilifanya ukae huko kabisa ni pesa? Hapana, huwezi sema ni pesa kwa sababu hata mimi napeananga pesa. By the way kwa TikTok mimi napeananga pesa kuliko zile pesa napokeanga. Kama umekuwa katika live zangu umeona nimekuwa nikisaidia watu wagonjwa. Hata leo umekuwa church. Umeona most of the people hata wanakuja kwa hii kanisa mimi nawasaidia zaidi ya vile wananisaidia. So sikuingia TikTok kwa sababu ya pesa but naingia TikTok to make sure kila mtu amekuja church. That's my desire. Watu wakuje church. Akurumerera mutambo wa TikTok nitwe single. Etigo. Nituonete airitu aingi ni mageretie hihi kuonania wendo waku kuri we. Hihi no tondu tumenyithie ni ucemanite na challenges thini wa mwena ucio kana kwa. We kweli ni interviewer. Mimi ni single by the way. Nilikuwa nimeoa msichana ambaye tuliachana. Sitaki kumtaja jina lake sana kwa sababu tuliachana but she's a good girl. Mimi ndio nalea watoto, mimi ndio nasomesha watoto na pia mama yao sio mbaya maana every now and then anaweza nipigia simu aniambie shida ni gani, kama kuna shida ya mtoto ananipigia simu na sort. Lakini kwa sasa sijapata. Yeye alipata mtu wa kumuoa lakini mimi bado sijapata mtu wa kuoa. Wasichana wengi wananikatia hivi, I'm happy. Hata mimi nafurahi kukatiwa, si vibaya. Na mimi pia sijakatia mtu lakini when the time come nitakatia mtu. Kwa nini hujataka kuoa na si ati nikukosa umekosa? Unajua mambo ya marriage inajiletea kwa roho ya mtu. Unasikia ni kitu imekuingia, unasikia you want it. Unaweza ambia watu mimi sioi mwaka huu lakini next week watu wakikutana na wewe akuta uko na bibi wakuuliza na kwani kuliendaje? Ni kitu yani ni kitu inakukutanga. So mimi nitasema when the right time come. The Lord will make it happen. Hapa kanisani washirika waletangi shida wakiona pastor hao hana bibi. Hakuna first lady wa kanisa. Washirika wangu wanakuanga wazuri sana. Hakuna mshirika hata shai niuliza hiyo swali. Hakuna. Mimi nachangaa na kanisa yangu. Kanisa yangu hajai niuliza watu nashikanisha harusi, watu wanaoana hapa na lakini mimi hawajai niuliza. Wanajuaga tu pastor wetu when the right time come ataoa. Kwende twekoretwo githii na mbere thini wa online. We na Mike Sonko hii no twende ukorwo gituthereria tondu kwa andu maraiga ni cloud chasing. Hawezi cloud chase na mtu kama Mike Sonko surely. How can you cloud chase with Mike Sonko? Nawezaje tukana Mike Sonko? I cannot crowd chase with Mike Sonko by the way. I cannot because angekuwa amenishika na defamation, angekuwa ameshanishika akisema nilimharibia jina something like that, lakini hajanishika na finally alinitumia pesa udhu ni pesa kidogo. Sikuwa na crowd chase. Ilikuwa hivyo na ilikuwa hivyo na ilikuwa hivyo. Tucoke mwena wa TikTok. He hindi wa gift mundu gwitwa Tizian shilingi 50. Rero muthire juira wa mugweta ringi niki gikugucagiriria harĩ Tizian? Napenda tu Tizian, sinika handsome. Napenda tu. Kila mtu anajua Tizian is handsome. Na mimi nampenda tu Tizian maana Tizian is a husband, ni mtu handsome, ni mtu mzuri. By the way, hakuna siku utawahi sikia Tizian ametukana mtu. Tizian huanga achambagi watu. Tizian ni mzuri, hata mimi na matusi kuliko Tizian. So Tizian ni mtu mzuri, alafu most of the time hata huanga anani gift. Ni gifta wangu na saa zingine hata akiwa na shida ama awe na jambo anaweza nipigia niambie sasa pastor, hata nikimtaka church anakuja tu saa hizi. Na nimesikia wewe hata umeconfess kwamba huo unatusiana huko TikTok. Hiyo unaona kama ni jambo mzuri wewe ukiwa mtumishi wa Mungu na huko wewe unatusiana? Inategemea matusi ni nini kwako. Unajua inategemea matusi ni nini. Unajua ukiita mtu ng'ombe, ng'ombe ni mnyama. Hapo hakuna matusi, unatukana maana vitu ziko duniani. Kwa hivyo kuna vitu kama matusi, inategemea content ya matusi. So sijawahi tukana mtu serious hivyo, lakini saa zingine kama Mike Sonko nilimuita mjinga, nilimuita kwa sababu amenikosea. So situkanangi watu hivi no.
Yeah. Na pale TikTok venye kuna msichana niliona pale ukiombea ukisema pokee, unamwambia utamrushia gruneti. Ni ukweli wanakuja confess wamebadilika ama hiyo mambo? Huyo anaitwa Choku. Choku ni gay. Gay ni homosexual ama nini? Gay ni hao wanaume ambao wanatumika, inaitwa two sim card. Wanasemanga hivyo, sim 2 na sim 1. Yeah, sim card na sim 2. Sasa mtu anaitwa Choku ni best yangu. Ni rafiki yangu, hata kama ni gay is my friend. Tumejuania kwa TikTok na mimi I don't judge people. I just pray for people, I just talk to people. When the right time come, mtu atabadilika. So siwezi kosa kuongea na Choku eti kwa sababu yeye ni gay. So sometime nikiingia live tunaongea na Choku, tunacheka naye. That's it. Na hata akitoka Germany atakuja kunitembelea church na nimemruhusu. Yeah. Kwa hii dalili ukoretwo thini wa ministry, ni njiguire ukigweta hihi wanetwo false prophet. Niki gitumite ukorwo ugithie na mbere? Yeah, watu washainiita false prophet na waliniita false prophet kwa sababu ya 310. Na waliniita false prophet kwa sababu ya ile skando ya Mohamed Ali. Zamani sana, kitu 2014. Kitu kama 2014 mpaka sasa ni miaka ngapi? It's like 10 years. 10 years watu walinibrand kama false prophet kwa sababu kuna skando ilikuwa imetokea ya kwamba Prophet Kanyari anatisha 310 na pia anatumia sijui potassium magnet, kitu kama hiyo, sijui kitu kama hiyo. That was a scandal, na ni ya wale watu ambao walikuwa karibu na mimi walijaribu kuniharibia jina. They tried kuharibu jina. Unajua mtu anakutafuta hawezi kukosa. So they tried, it was like that. Ilikuwa fake. It affect in a way kwa sababu those years nilikuwa naaminika na watu sana. People, they trusted me so much. Fact, lakini saa hizi naona hata I'm doing better more than hata siku hiyo. So I don't see any problem. Yeah. Niki gikoretwo gikuguciririe thini wa gukorwo ugiteithiriria andu? Yeah. By the way, my mission saa hizi ni kusaidia watu. My big mission saa hizi ni ku make sure mtu ambaye ako hospitali amepata treatment nzuri, ku make sure mtu ambaye ako ana school fees amepata school fees, and that hiyo ndio umeona nikifanya church. I just want to make a person smile. Hakuna kitu kingine mimi nataka kuhubiri. Ndio maana challenge hata wahubiri. Hata mimi nilikataa sadaka. Nilisema mimi sitaki sadaka kanisa yangu. That's why unaona inatolewa na ipeana yote. Inatolewa na ipeana yote. Na hata ile imebaki na ipeana. Sasa mimi na challenge hata wahubiri kama they are true men of God, waache kusema Kanyari ni wa uongo. Wao wahubiri wote hata wao wakatae sadaka kama mimi. Wakikataa sadaka kama mimi ndio waniongelee mambo ya TikTok. Lakini hakuna mhubiri ako na ruhusa ya kuniongelea mambo ya TikTok na bado wanachukua sadaka alafu wanasema Kanyari is a false prophet. Yeah. Na leo nimeshiriki hapa na nimeona kwamba hata kama kumetolewa sadaka ni kidogo sana. Yeah. Na ukanimasikia ukisema ulinunua hii uwanja 100 million. Yeah. Na bado kuna hiyo pesa unasema ulikopesha Mike Sonko sijui 10 million. Hii pesa yote ni uchungaji tu ama unatoa wapi pesa? I'm a businessman. I'm a businessman. Nafanya business. Mimi ni mwanabiashara na I do business. I have a church, yes, but I do business. Yeah. Tukirikiriria. What kind of a lady are you looking for? What kind of a lady am I looking for? Lady mwenye ataletwa na Mungu. Mwenye tu nitampenda, mwenye atanipenda. Just that. Any girl. Just any girl. You're ready. I'm ready. Na nitronete ogicera kuria mwena wa Kayole kwa muiretu muini betagwo Mukuhi. Yeah. Niki kiraguguciririe uthie kuu na uramuteithiria atia wacera kuu? Yeah, mimi simjui. By the way, nilipochukua chokora wa Nairobi ndiye alinikuta hapa. Hatuko najua chokora wa Nairobi. Chokora wa Nairobi aliniona kwa TikTok, ndio kwanza alinitusi sana chokora. Alinitusi sana. Mimi nimetukana na watu wengi sana by the way. Kina Mosh One, everybody Kenya ameainitusi. Chokora wa Nairobi alinitusi sana, akasema Kanyari we. Kanyari we. Na nikaona I saw that but mimi sikustuka kwa sababu that's normal na ni kawaida. So chokora akanikuta hapa akaniambia kuna muimbaji mkubwa sijui ako na shida hii, amekuwa affected, ako na shida, ana chakula, anataka kujiua, anataka kufanya nini. Nikamwambia sasa tuende, mimi siendagi mahali. Mimi natoka kanisani kwangu kwa nyumba. Sasa huyu akanipush sana. Unajua mimi nikisukumwa saa zingine I do what mtu ananiambia, akanipush akaniambia hapana. Na unajua chokora akiamua mimi sijaipata mtu ananiambia hivyo. Akaniambia pana, lazima tuende tukaenda. So nilipoenda kusema ukweli nimekuta Grace ako na shida sana. Mpaka chakula akula, it was a problem. So what we did, wakati nilikuwa naelekea huko, account yangu ya TikTok inachangagwa hata 200,000 300 nikisema.
wanachangaga sana within 1 hour, lakini ilifungwa siku hiyo. Akaunti yangu ikafungwa ya TikTok zote mbili, original and backup. So nikakuwa na kengine hapo kwa na 1000 na tukangangana wakatoa 10000. Lakini walipotoa 10000 mimi nikatoa pesa zingine kwa mfuko pamoja na shopping na nini, tukamwachia, na anahitaji 50000 ya kusomesha watoto. Kwa hivyo tumesema on Monday tunapeleka watoto shule. Yeah. Na unafanya kazi mzuri sana na ningeomba uendelee tu hivyo. Sasa tuseme kanisa yako kwenye wanakuja saini wengi ni wenye wako na mashida. Wengi wale wanakuja kutoka zamani. Kanisa yangu hujai kuja mtu ana shida. Inakuja watu kutoka zamani, hata wakati wa 310. Kanyari watu wanakuja kwa Kanyari kutafuta solution. Watu wanakuja wale wagonjwa, magonjwa ukimwi, kansa, watu wamefungua manyumba. Yaani watu walio na mashida hao ndio wanakuja kanisani. Kwa hivyo siwezi kusema ni matajiri wanakuja church. Kuna matajiri lakini sio wengi. Wengi ni wale wako na mashida ndio wanakuja hapa kusaidika. Na kuna wakati nilikuwa naona unatusi washirika wako vibaya sana. Wengine hata unawapiga. Hiyo jambo uliwacha ama bado liko? Sijawahi piga mtu. Kupiga mtu sijawahi, lakini kutukanana na tukananaga saa zingine. Nikikasirika because I want people to be good. Sometimes nikikuita ng'ombe sijakutusi. Nitakuita ng'ombe na nikupatie pesa ya biashara. Go start a business. Nitakuita ng'ombe na nikwambie nimekutafutia job. Enda ufanye. Lakini sitakagi mtu ambaye atakuja hapo kanisani yawe mzigo. Nimekwambia enda anza biashara pale, alafu kesho tena nakuona umerudi hapa hauna kazi. I want you to use your brain. Ili kesho uje utoe sadaka na unisaidie kusaidia mtu mwingine. That's why unaona sasa nakasirika because unajua mimi ni baba pia. I'm a prophet also, but hata kama sina watoto wangu hapa karibu, I play a role ya kuwa mimi ni baba wa hii kanisa. So lazima niangalie watoto wangu wale wote wako hapa ndani, they are doing fine. Tuko na vile tumepanga, kila mtu lazima apate pesa, lazima mtu afanye biashara, wengine waende nchi za ng'ambo. That's what I do to make sure wamefaulu, maana wakifaulu hata mimi nimefaulu. Yeah. Hakuna watoto wengine wa kando isipokuwa wale tunajua. Siwezi kusema hakuna kwa sababu pengine labda kako. Siwezi kusema hakuna, pengine yako, maana mimi ni mtu pia. Siwezi kusema hayuko. Kwa hivyo mtoto akijitokeza asiseme nilikuwa, asinikuote aseme nilikuwa nimesema hayuko. So lakini nilisema kama kuna mtoto nje na yako, mama yake aniletee, kwa sababu hata hao wawili nililetewa. Hivyo kingine kakipatikana na nika ukweli niletewe, kwa sababu sura nimeseeka sasa. Sasa nimeseeka sasa, hata sasa nikizaa kabla mtoto toshane na saizi ya 20 years itakuwa ngumu. Thank you. Ni mchungaji mgani wewe una look up to? Hapa Kenya mimi sina mhubiri mwenye ninaweza kusema uanga ananijaz, lakini Nigeria nilikuwa na mhubiri anaitwa TB Joshua. Ndio nilikuwa napenda, ndio nilikuwa na admire, lakini Kenya bado sijapata mhubiri ambaye ni genuine, ambaye anaweza kuongea uzuri wake. Hakuna mchungaji umeswambia hakuna mchungaji una look up to. Sijui kama hapo nyuma kuna mtu ako na swali. Niye tetagwo Timulem, no tondeu korona kwina roli kuga chikoragwo cigithiĩ rĩ na Anauliza kuhusu hizi hizi lori. Hizi lori ni za kutangaza mambo ya kanisa, just to do crusades. Nothing else. Hii lori itokagi hapo. Na hiyo ingine hata ni mpya kabisa, lakini kazi yake ni kufanya gospel peke yake. Nothing we do in this church ambayo ni tofauti na gospel. Na naona hapa zimeandikwa TV mingi. Hizi TV zote ni zako na ni za nini? By the way niko na TV 5 saa hizi. 5 Prophetic TV, Dani TV, Shifo TV, Vika TV, Furahia TV, na zote ziko countrywide. Zote ziko Kenya nzima kila mahali. That's why nimekwambia I'm a businessman. Hizo ni za biashara. Ziko mixed, unaweza fanya business na at the same time zinafanya kazi ya kanisa. Maana mimi sitaki, unajua kama Paulo alisema sitaki kuwa mzigo kwa washirika. I don't want to be a burden to this church. Nikianza kuja hapa niitisha masadaka, siwezi itisha watu wako na shida sana. Mimi ndio nafaa kuwapea. Bado unaenda kuombea watu kwa wilderness? Kuna wakati tulikuwa nakuona unaenda unavaa gunia unaenda kuombea. Nilikuwa navaa gunia wakati kanisa yangu ilibomolewa. Nilikuwa nimenunua 3 acres mahali, kanisa ikabomolewa ikaanguka chini. Sasa siku nilikuwa nalia sana. And I thank Kenyans. By the way, watu walinitumia pesa. Per day watu walikuwa wanatuma zaidi ya 1800. Every day. Wakiona nimevaa gunia nikilia, wanaona kweli Kanyari yako na shida. Na ni ukweli mimi nikiwa na shida nililia. Nikalia. Mama aliniambia yeye hanipendi, lakini mtoto wake vile alianza kulia ilibidi atume. So
Sahi siendi wilderness, sahi nakaa hapa. Yeah. Sahi ni kuenjoy tu life. Sahi ni kuombea watu tu, sio kuenjoy. By the way, sahi ndio kuna shida mingi sana kwa sababu tunaona wagonjwa ni wengi. Watu tunaona kuna mtu amekoniwa 1.2 million. Sasa huyo mtu anangojea nini? Anangoja nimsaidie. Umesikia akisema anangoja nimsaidie. That's what we do. To help people. Ni undu riku wi thiini waku hihi andu guku jama tutakoretwo mataukitwo niguo? By the way, kuna kitu hawajui, I'm the best pastor in the world. I'm the best. Mimi ndio pastor mzuri duniani na sijui kwa nini wala wahubiri wazuri ndio wanapigangwa sana. Hata yule mtoto mzuri katika familia ndiye anakufaga akiwa wa kwanza. Ninaomba Mungu nisikufe nikiwa wa kwanza. Nikae kwa sababu I know I'm a good person. Yeah. Na sasa tumeona umeanza sasa kujitokeza kwa watu. Sasa utaendelea kujitokeza ama bado itakuwa kanisani, nyumbani? Chokora ananisukuma I'm trying kujitokeza. Jana tumeenda huko na hata saa hii ameniambia kuna mahali pengine tunaenda. So nitajaribu. I'll do that. Juu kuna event nataka kukualika, kuna event ya content creator mmoja wetu. Hapo hapa nyuma anaitwa Paxson. Huyu mrefu. August. Hiyo nataka utuambilie hapa kama utakuja na kama utampea pesa. Itakuwa wapi? Itakuwa pale Blue Springs. Blue Spring lazima nitakuja. Nitakuja. Chokora akinikumbusha shida yangu ni kusahau. Kwa sababu niko na mambo mengi, lakini nikipata mtu atakuja asubuhi hapa aniambie ni leo. Why not? Lazima nikuje. Hapa utaenda. Kwa hivyo Paxton lazima tutakuja na nitaleta pesa. Siwezi kuja mikono mitupu. Hapana, I must bring something. Thank you very much. Okay, ngoja tugukinyia hao. Ningeuliza swali. Yeah. Sahi economy iko juu sana. Yeah. As a church ni role gani mnacheza na sijui kama yuko kwa pande ya majenzi ama mimi by the way ni president wa TikTok. Na watu wanajua I'm the president of TikTok. Kuna president mwingine lakini yeye hajachukuliwa kuwa serious. Mimi ndio rais wa TikTok. Niliapishwa na Alfred Ezekiel Mutua aliniapisha kuwa president wa TikTok, and that's why nimeanza kutembea kwa sababu nataka kuwa president wa majenzi. Nataka kuwa president wa majenzi. Wakinikubalia niwe rais wao. Hata kama sitaingia State House, wanikubalia niwe president wao tu. I think I'll try. Na hapa kanisa kwako kuna limitations za kanisa. Maybe mtu anaweza kuja the way he or she is. Kila mtu ameruhusiwa. Simesikia nimesema mpaka magay wakuje, homosexual nimesema wakuje, malaya wakuje, marastafarians wakuje. Sio mimi nabadilisha watu. It's God who changes people. Nikianza kuweka limitation ni kumaanisha niliitwa kwa ajili ya wale watu wazuri, lakini mimi niliitwa kwa everybody ambaye ako na problem. Hata umeona hapo ndani wale watu wako hapo, kusema ukweli ni watu ambaye wanataka need. Hii kanisa yako iko na branches kwingine? Hii kanisa yetu iko na only one branch peke yake. Tuko na branch moja Mombasa na ingine Kamulu only. Hatujawahi kuwa serious na branches. No, hatujawahi. Tujapata hiyo breakthrough. Kwa hivyo una wachungaji ambao wako chini yako? Niko na wachungaji wengi lakini sijawahi amua kufungua branches. Sijawahi amua. I'll think about that later but not now. Location ya kanisa. Location ya kanisa. Okay, kanisa letu liko hapa Kayole Junction. Ukifika Kayole Junction kuna mahali kunaitwa Slota, kichinjio ya ng'ombe. Mbele kidogo tu utaona kanisa kubwa ya mawe ambayo iko na mabati ya blue na kuna bana kubwa ya kanisa inaitwa Salvation Healing Ministry. Umealikwa. Tunakuwa Jumapili peke yake. Only Sundays. Hakuna weekday services? Nilikwambia sitaki kuwa mzigo ya washirika. So what I do kwanza naenda, I do business, I do my work, and then on Sunday nakuja nakuwa na ibada na washirika wangu. Hizo siku zingine ni TikTok. Hiyo siku zingine ni TikTok. Tukutane TikTok. Thank you so much. Asante sana kwa kuongea na sisi. Hiyo ile hano ndio uriko ngiuga wa muico ru tukihinga. Ndio wa muico pio uria waigwa wakati wa kuhingĩrĩria kuga. Mimi sina kitu kingine ya kusema, ni kuambia Kenyans I love you so much. Na wapenda wa Kenya, nimewaalika Salvation Healing Ministry. Wewe ambaye unachukiwa, wewe unadharauliwa, wewe ambaye wamekubandika majina, wewe hawakupendi, wewe ndio nimeita. Njoo kanisani kwetu. Wewe ambaye wanakuita majina mabaya, wanakuita kitu ambaye sio chenyewe. Unajua kuna kuwekelewa hata mauongo. Unaweza uitwa mlevi na wewe sio mlevi. Unaweza itwa malaya na wewe sio malaya. Mimi naomba wewe tu ndio nimekualika, njoo
tuongee na wewe na tucheke pamoja and God bless you. Na uendelee kuhubiri pale TikTok. Yeah. Bora ni ndirona gatwe no ndungi wa kuga ni to karanja wa gatwa ni handu ni hachuma moto media twi media nyingi muno haha iria ciothe ci haha uguo ndigihota gucigweta ciothe na nengere muruna wakwa Neli atuhingire pio. Aya tugukinyia hau mwirori witũ muthenya wa umuthi tukwaragia na Prophet Kanyari guku thiini wa Salvation Healing Ministry. Angikorwo wina woni o wothe no witikire gukorwo ukiaraniria na ithui hau thiini wa comment section. Utwire hihi ni atia uraririkanio ni mundu gwitwo Prophet kana Prophet Doctor. Daktari. Prophet Doctor. Daktari ni guthomera. Ni Prophet Dr. Victor Kanyari. Prophet ni Mungu, ni ya kutoka mbinguni. Doctor ni ya kujipatia. Maana kila mtu lazima ajichoche. Yeah. Wewe jibandike majina kabisa, maana pia dunia itakubandika yao. Ni kweli. Okay, thank you Murari. Etikira ukorwo kiaraniria na ithui ko thiini wa comment section. Nitagwo Neli Denjwa. Until next time. Bye bye.